Wakili Boniface Mwabukusi amepinga vikali maagizo na matamko yaliyotolewa hivi karibuni na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, akieleza kuwa hayana msingi wowote wa kisheria na yanakiuka katiba ya nchi. Mwanasheria huyo amefafanua kuwa sheria ya vyama vya siasa, hasa ukiondoa vifungu vya 11 na kwenda hadi kifungu cha 20, inaonyesha wazi kuwa mamlaka ya waziri kutoa matamko bungeni yanatakiwa kulenga mambo yaliyo chini ya dhamana yake. Mwabukusi amebainisha kuwa tamko lililotolewa asikupaswa kufanana na tamko la vita au ya athari, kwani hata kiongozi mkuu wa nchi ambaye ni rais angetaka kutoa tangazo la dharura kama hilo, angelazimika kisheria kwenda mbele ya bunge ili kupata ridhaa ya wabunge kabla ya kutekelezwa. Mwabukusi ameeleza kuwa nchi haiwezi kuendeshwa kwa matamko ya viongozi ambao yanayong'ang'ana haki ama yanayonyang'anya haki za kiraia bila kufuatia utaratibu wa kimisingi ya kisheria iliyowekwa kulinda wananchi hao. Kutokana na mazingira hayo, mwanasheria huyo amefafanua kuwa kuna wajibu wa namna mbili, ambapo kwa upande mmoja wananchi wana haki kamili ya kisheria kukataa kutii agizo lolote haramu linalokiuka sheria za nchi na katiba. Kwa upande mwingine, mkuu wa jeshi la polisi nchini ana wajibu mkubwa wa kisheria na kitaaluma kulinda jeshi hilo dhidi ya majaribio ya wanasiasa kutaka kukitumia kwa maslahi yao binafsi ya kisiasa, hasa baada ya kuwepo kwa mienendo ya hivi karibuni ambapo ripoti mbalimbali kama vile ya Chande zimeonyesha namna wanasiasa wanavyojaribu kusukumia mzigo wa lawama askari. Wakili huyo ametoa wito kwa maofisa na maaskari wote wa jeshi la polisi kutokubali kuendelea kutumika vibaya na wanasiasa katika masuala ambayo yako nje ya weledi wao wa kazi. Amewataka askari wote kurudi kwenye misingi ya weledi wao wa kazi na kuwaambia wanasiasa waende kujibu hoja zao zote za kisiasa majukwani badala ya kuingiza jeshi nzima la polisi kwenye mivutano na mambo ya kisiasa nchini. Mwabukusi amesisitiza kuwa askari wameanza kuona dalili ya wazi na namna wanavyotaka kuachiwa mzigo huo wa lawama na wanasiasa, na kwamba njia pekee ya kulinda na kukataa kutekeleza amri hizo za kisheria zitatolewa nje ya mifumo ya askari. Mbali na masuala ya zuio la mikutano na matumizi ya jeshi la polisi, Mwabukusi amezungumzia kwa kina hatua ya wizara hiyo kutenga kiasi cha shilingi milioni 100 na kwa ajili ya kuwalipa watu watakaopeleka taarifa za siri kuhusu watu wanaopanga kuvuja amani. Mwanasheria huyo ameeleza kuwa uamuzi huo ni kielelezo tosha cha kikosi kuwajibika kwa viongozi wa wizara, kwani naibu waziri Katambi si mtaalamu wa masuala ya uchunguzi wa kijasusi wala kuibaini makosa ya uvujaji wa amani. Kasi hiyo ni jukumu la kiutaalamu la jeshi la polisi ambao wamesomea na wenye ujuzi na uzoefu wa kutosha katika mambo ya usalama wa raia na mali zao. Mwabukusi ameeleza kuwa kutenga fedha hizo na kukataa watu wapeleke taarifa wizarani ni matumizi mabaya ya rasilimali na fedha za umma, wakati kukiwa na changamoto kubwa zinazolikabili jeshi la polisi nchini. Amesema kuwa maofisa na askari polisi wengi nchini wanahangaika kutokana na changamoto za mishahara midogo, uhaba wa posho la kujikimu na ukosefu wa motisha wa kutosha wakati wa kutekeleza majukumu yao. Mwanasheria huyo ameshauri kuwa kama serikali ina fedha hizo zinazotengwa, basi zilipaswa kuongezwa moja kwa moja kwenye posho na maslahi ya askari polisi ili waweze kufanya kazi zao za ulinzi kwa amani, kwa utulivu na ufanisi mkubwa. Amehoji nafasi ya naibu waziri katika mfumo wa upelelezi nchini, akieleza kuwa yeye sio mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, sio mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wa mkoa, wala mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wa wilaya. Mchakato nzima wa kisheria unataka masuala yote ya kijasusi na upelelezi yaendeshwe na maofisa wenye mamlaka kisheria badala ya mifumo ya kisiasa ambayo inalenga tu kutafuta watu
wa kuwabambikia kesi na kuumiza wananchi wasio na hatia. Mwabukusi amebainisha kuwa kutoa fedha ili kuwalipa wananchi waje watoe taarifa wizarani kunaweza tafsiriwa kama mchakato wa rushwa wenye nia mbaya badala ya kuwa motisha ya kweli ya kiusalama. Mwabukusi ameeleza kuwa jambo lililotarajiwa kusikiwa kutoka kwa viongozi wenye dhamana kazi wizara ya mambo ya ndani ni kutoa kauli rasmi kuhusu matokeo ya matukio ya utekaji wa watu ambao yamerudiwa kwa kasi kubwa nchini. Matukio ya watu kupotea na kutekwa yamekuwa yakitokea kila siku na kuleta hofu kubwa miongoni mwa jamii, lakini hakuna kauli yoyote rasmi iliyotolewa na viongozi wenye dhamana. Badala yake wanajitokeza kutangaza mabilioni ya fedha kwa ajili ya taarifa za siri. Amewataka viongozi kuacha kuingilia kazi za kiutaalamu za jeshi la polisi, na kama kuna mapungufu yoyote katika mafunzo basi wawape ujuzi huo kutoka vyuoni ili kuziwezesha jeshi kufanya kazi kwa uhuru bila shinikizo la kisiasa. Kutokana na ukweli kwamba mawaziri wanatokana na vyama vya kisiasa, kauli zao mara nyingi haziwezi kutenganishwa na maslahi ya vyama vyao, jambo linalosababisha mgongano mkubwa wa maslahi katika utendaji wa kazi za umma. Mwabukusi amesema kuwa mfumo huo unaleta umuhimu wa kufanya mageuzi makubwa ili kuliondoa jeshi la polisi kabisa kwenye udhibiti wa kisiasa na kulifanya kuwa taasisi huru inayojitegemea ikiwa na bajeti yake kamili. Hatua hiyo itasaidia jeshi kufanya kazi zake kwa umakini na weledi mkubwa pasipo kulalamika kufuata maagizo ya kisiasa ambayo yanadhihirisha kama mwendelezo wa matumizi mabaya ya ofisi, rasilimali za umma na madaraka ya kiuongozi. Mwanasheria huyo pia ameguzia agizo lingine lililotolewa lililowataka watu wote wanaofika na kutaka kulala katika vyumba vya wageni na hotelini kuwa na vitambulisho vya taifa vinavyotolewa na mamlaka ya usajili wa wakazi nchini, yani NIDA. Mwabukusi ameoji agizo hilo lililotekelezwa kwa mujibu wa sheria ipi ya nchi na anawataka wananchi kuwa macho kulinda taarifa zao binafsi kwa sababu kila mwananchi ana haki ya kikatiba ya kulinda faragha yake. Amesema kuwa hawaoni sababu ya kisheria inayomlazimisha raia kutoa kitambulisho chake cha taifa kila anapokwenda kulala kwenye hoteli, huku akibainisha kuwa utaratibu wa sasa wa kuandika majina na namba ya simu unatosha kwa utambulishi wa kawaida. Amesema kuwa viongozi wamekuwa wakitunga sheria za ulinzi wa taarifa binafsi, lakini wao wenyewe hawaelewi misingi yake na wanataka kuweka taarifa za wananchi wazi bila sababu za msingi, jambo linalokiuka haki ya faragha ya kila mtu. Kwa sasa wananchi wengi wamekuwa wakijilinda wenyewe kiusalama kwa sababu vyombo vya usalama vimeshindwa kutekeleza wajibu huo ipasavyo, na hatua ya kulazimisha vitambulisho vya NIDA haina mashiko kisheria. Mwabukusi ameeleza kuwa kama mtu ana kitambulisho cha kitaifa lakini ana leseni ya udereva, pasipoti au cheti cha ndoa, bado nyaraka hizo ni vitambulisho halali vinavyotambulika na serikali na hawezi kunyimwa haki ya kulala hotelini.